Oh, haleluya watu wa Mungu. Tunaendelea na vipindi vyetu vya siku zote. Mtanisamehe siku mbili hizi kutokana na changamoto tu ya afya, basi Mungu anatunusuru. Tunaendelea leo tena kwa pale bado tulipoishia. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, uliumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana, umefanya kwa mapenzi yako. Hata sisi hatuna budi kukupa sifa na utukufu kwa kutumikia kwa vinywa na mikono yetu. Tunaomba na kushukuru. Amen. Leo watu wa Mungu, nataka tuzungumze tu kwa ufupi kutokana tu na mazingira yenyewe ya afya. Basi tutazungumza tu kwa ufupi. Leo tutazungumza ujumbe unaosema upendo wa Mungu kwa ulimwengu. Upendo wa Mungu kwa ulimwengu. Subscribe YouTube, TikTok, @Mhubiri Mngoni. Utapata haya yote. Ujumbe leo utatoka katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16 na 17. Panasemaje? Tunaposema upendo wa Mungu kwa ulimwengu ni kwa vipi? Mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amina watu wa Mungu. 17. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Haleluya watu wa Mungu. Huu ni upendo wa Mungu kwa ulimwengu. Mungu alituumba kwa mfano na sura yake. Na anasema Mungu alipoumba, ukisoma kitabu cha Mwanzo, anasema kila alichokiumba alikithibitisha kuwa ni chema machoni pake. Kwa hiyo Mungu akuendelea kuumba tena. Ndio maana katika uumbaji wa Mungu, kile kitabu cha Mwanzo, tunaona mwanadamu ameumbwa katika siku ya 6, siku ya mwisho kabisa baada ya kutengeneza ulimwengu na kila kitu. Mwanadamu anakuja anakaa mahali ambapo tayari pametengenezwa. Na Mungu kwa kuwa alimpa uwezo mkubwa mwanadamu na kuwa amefanana naye, basi uwezo wa kiungu aliuweka ndani ya mwanadamu. Lakini Mungu akamwacha mwanadamu kwa kuwa anafahamu, akamwacha awe na uhuru wake mwenyewe. Lakini mwanadamu huyo katika uhuru huo bado akamkufuru Mungu. Kwa nini akamkufuru Mungu? Mhubiri sura ya 8 inasema katika mavumbuzi mengi ya mwanadamu yakamkasirisha Mungu. Kumbe katika mavumbuzi hayo wanajiita wanasayansi ambao wanakizana na Mungu, katika mavumbuzi yao vitu ambavyo vilivyokuwa vinadhibitishia wao wenyewe, wakajiona kwamba hakuna Mungu bali iko nguvu ya akili. Huyu Yohana huyu tunasoma habari zake hapa leo, alienda kuwahubiri Injili wa Greek. Wa Greek walikuwa naamini ulimwengu huu umeumbwa na mtu mwenye akili, ambaye mtu mwenye akili huyo alikuwa anaitwa Dunamis. Dunamis ni mtu mkubwa mwenye akili ambao aliufanya ulimwengu huu. Lakini wakiwa katika kutafuta hayo, waliamini kwamba ulimwengu huu kuna mdudu jamii ya kobe ameubeba huu ulimwengu. Ni vitu ambavyo vya kusadikika katika fahamu zao. Kwa hiyo Mungu alivyotuacha, sasa kwa wakati tulivyozidi kupotea, Mungu akasema, ukisoma Mwanzo 17:30, Mungu anasema kwamba alimwacha mwanadamu atumenie akili zake aone kama zingeweza kumsaidia. Kumbe katika kutumenia akili hizo mwanadamu akazidi kupotea mbali zaidi na Mungu. Basi Mungu alipoona mwanadamu anazidi kwenda mbali na yeye, na sio kusudi lake mwanadamu aende mbali na yeye, ilibidi amrudishe mwanadamu. Sasa anamrudishaje mwanadamu? Anamrudisha mwanadamu kwa mwanae Kristo Yesu. Na Kristo Yesu si tu kwamba alimrudisha katika ulimwengu kama malaika sijui anashuka tu hapa na kunena habari zake. Hapana.
zilikuwa ni prosesi ndefu. Kama unavyojua uumbaji wa Mungu, Mungu anasema alimuumba mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adam. Adamu ndo mwenye asili ya sisi, ambaye kila kitu Mungu alikiweka ndani yake kama mbegu. Kwa ndio maana leo wewe unao uwezo wa kufanya lolote kwa mwanamke na mwanamke akabeba ujauzito. Huo ni uungu ambao Mungu ameweka ndani yako. Mungu hakuweza kuendelea kuumba tena, ila kila ulichokuwa na kihitaji mwanadamu alikiweka katika Adamu wa kwanza kama mbegu. Ndio maana hata vipawa viko vipawa mbalimbali, sababu kila kitu Mungu alikiweka ndani ya Adamu. Lakini Adamu huyo huyo alikuja kupotea. Kwa nini alikuja kupotea? Alikuja kupotea baada ya Mungu kumletea mwanamke ambaye ni msaidizi, ni nyama katika nyama yake na mifupa katika mifupa yake. Huyu aliweza kumpoteza Adamu, ambaye Adamu hakuwahi kumpoteza Mungu kwa muda mrefu sana. Kwa muda wote Adamu ambaye alikuwa peke yake bustanini, hakuwahi kupoteza uwepo wa Mungu. Lakini katika kumletea mwanamke tu, Adamu anapotea kwa kumsikiliza mwanamke. Huyo upendo huo Mungu. Kwa hivyoona Adamu ameharibu na anakwenda mbali zaidi, ndipo akamleta Adamu wa pili ambaye ni Kristo. Huyu sasa anakuja kukomboa ulimwengu. Katika kukomboa ulimwengu huu, kabla ya kuja kwake, Mungu alitumia manabii kwa kutabiri habari zake. Hasa nabii Isaya, Yeremia walizungumza sana habari za ujio wa Kristo. Kwa hiyo hakukuwa na jambo jipya kwa Wayahudi, hasa ujio wa Kristo mpaka mafuta ndio huyo Kristo. Hawakuwa na shaka nao. Walikuwa wanaamini siku moja atakuja Masihi wa Bwana kuwakomboa katika ziki. Ndio maana sasa tunaposoma hii sura ya 3 na mstari wa 16, Bwana anasema, kwa maana kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila aminiye asipotee bali awe na uzima wa milele. Uzima wa milele uko katika Kristo. Wanadamu tumejawa na hofu na mashaka kwa sababu ya maisha haya kila siku. Hata mimi kikweli nahitaji maombi. Mniombe. Vita ni vikali sana. Unajua mimi sipendi kunyanyasika, hasa katika maisha ya dunia haya. Si ugonjwa, si magonjwa, si hata kukosa tu mahitaji tu ya kila siku. Wewe unajua sipendi. Lakini inakuja ili kuniimarisha, lakini kama mwanadamu, kama inaleta changamoto kwangu. Kwa hiyo Mungu aendelee kutubariki na kutukumbusha ili kwamba tuone upendo wa Mungu kwa ulimwengu. Upendo wa Mungu kwa ulimwengu ni upi? Ni Kristo kutoa hai wake ili nasi tuokoke. Hakuna mwanadamu anaweza kubali kufa kwa ajili ya mtu mwingine. Ndio maana ukisema mstari wa 17 anasema kwamba yeye hakuja kuhukumu mtu, bali ulimwengu fanye kuokolewa. Kwa sasa cha ajabu leo tunajiita warokole, tumejawa na hukumu na matabaka ya maisha. Ukienda makanisani utagundua tu lile tabaka lile la wenye nazo, tabaka lile la wanacho kidogo, lile kule hamna kitu kabisa. Kwa hiyo hata utoaji wa sadaka wanaangaliana. Unajua kundi lile lazima watatoa kuanzia na 10,000, 10,000. Kundi lile wanaweza kutoa kwenye 2,000, 3,000. Lakini kundi lile wanaweza kutoa 500 au 200. Wanajuana kabisa. Lakini hilo sio kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ni kumuokoa mwanadamu. Swala la matabaka haya, la mwenye nacho au asionacho, ni ugumu wa mioyo wa wanadamu. Haleluya watu wa Mungu. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana, na tuendelee kutafakari upendo wa Mungu kwa ulimwengu, hata kwetu sisi pia. Ulimwengu unakaliwa na wanadamu ambao ni sisi. Tusitishike na matabaka haya ya wanyenazo. Kiukweli kabisa katika ulimwengu huu hakuna mjanja mbele ya Mungu. Hakuna mjanja mbele ya Kristo. Utajenga magorofa, utajenga magari, mwisho wa siku utayaacha. Hata kama akakuletea hapo mamilioni wakakurundikia hapo, umeachama mdomo, masikio yanatoa hizo mate nini, huna ujanja, meno yameachama yote 32 nje, huna ujanja tena. Kwa hiyo tusitishike na maisha haya ya dunia. Mungu atawabariki sana. Unayesikia jumbe hizi usikose kushirikisha wengine. Waambie Mhubiri Mngoni anasema na sisi juu ya Mungu, upendo wa Mungu kwa ulimwengu. Na Mungu atawabariki sana. Subscribe YouTube,
TikTok @mhubiri-mngoni. Na Mungu atakubariki. Asanteni sana wote mnaofuatilia jumbe hizi na komenti zenu. Nasema asante sana. Mungu aendelee kuwabariki, na like zenu Mungu aendelee kuwabariki sana. Tuombe. Mungu, umetupa kibali cha kusema neno haya ngao kwa ufupi, lakini kuna baraka nyingi katika maneno yako. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba. Wakumbuke hata wale wasikilizaji, Bwana, ukawajalie riziki yao siku kwa siku, Bwana, ili wapate kupata kitu cha kuendesha maisha yao, hata riziki yao ya siku kwa siku. Hata kameramani huyo, Mungu mtie nguvu. Wewe ni Baba, wewe ni Mungu. Hata nami nahitaji kutiwa nguvu. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, na kila mwenye pumzi aseme amen.